tunaita reward system, raha au utamu, yani reward system. Sasa hili ni eneo ambalo ndipo kwenye ubongo wa binadamu kwamba ukila chakula kama ni kitamu inamaanisha kwamba homoni za kukupa raha zinazaliwa. Sasa na kadri chakula kinapokuwa kitamu ndipo ambapo ubongo wako utakukumbusha kula kile chakula. Ndio maana huwa tunakumbuka chakula kitamu na sio chakula kibaya, kwa sababu ubongo siku zote uko kwa ajili ya starehe na sio shida. Sasa mtu anapocheza kamari inaenda kuathiri ile eneo, kwa sababu mtu anapokuwa anacheza kamari, unajua pesa inaleta raha. Sasa mtu anapokuwa anacheza kamari ameweka 1000, lakini kwenye ile 1000 anaambiwa atashinda 100,000. Ile picha tu kwamba nitashinda 100,000 tayari inatengeneza starehe kwenye akili yake. Utamu unasikia? Sasa itatengeneza hali ya furaha kwenye akili yake. Sasa kwa hiyo unataka kutuambia kwamba ushindi mdogo unaweza kumfanya mtu akatamani utamu pia. Yes, sasa nilikuwa naendelea kwamba inapokuwa sasa anapata ule utamu, ili anahisi kama nitapata utamu, ndio akili inataka kile kitu. Sasa na kwenye kamari iko hivi, anapokuwa anapata ushindi, kwa sababu nimesema akili iko kwa ajili ya starehe, akili yake inasahau kabisa kwamba alishawahi kushindwa mara 10. Ameshashinda 100,000, lakini akili yake inasahau kwamba alishapoteza 1,000,000. They don't count about wanacho lose, wana count wanachopata, kwa sababu tayari lile eneo la utamu kwenye ubongo limeathiriwa. Kamari inapocheza akili. Sasa tunarudi kwako tena. Kwa mfano mtu anaficha siri, anadanganya matumizi yake au anachengezea pesa hata ya ada, ya kodi, chakula, mtaji bila yeye kujua. Hebu tuambie, ni dalili za uraibu wa kamari zikoje? Okay. Dalili za uraibu wa kamari kubwa kabisa ni ile mtu kuendelea kucheza hata anapotaka kujizuia anashindwa. Lakini pia mtu anatoka kwenye ile starehe sasa, lakini inakuwa ni kama ni maisha yake, kwamba unakuta kipato chochote anachokipata anataka akacheze kamari. Na hii tunaona kwamba baadhi ya wanafunzi wanaweza kukuta akachezea ada kamari. Unakuta ni mtu mshahara ukitoka anataka akacheze kamari, lakini pia mtu anaanza kuuza labda vitu vya ndani, mali zake, ili akacheze kamari. Lakini pia unaanza kuona kwamba mtu anakuwa anaamini kisha yake au mafanikio yake yanapatikana kwenye kamari. Kwa hii ndio tunaita sasa ni nini, ni ameingia kwenye uraibu. Lakini dalili nyingine ni kwamba anakuwa anacheza ile kamari, akimaliza anaanza kujuta, yani anapata labda huzuni na nini, anajuta. Lakini katika ile huzuni yake pia akili yake inamsukuma kwamba lakini unaweza ukaenda tena ukapata. Anakuwa anaichukulia tena kama ile kamari ni kama faraja kwake. Kwa hiyo mtu anakuwa yuko kwenye ile seko ya nikienda kwenye kamari anapata ile furaha. Unajua furaha kamari sio kupata tu, hata ile kupredict kwamba nitapata inaleta furaha, kwa sababu inaleta matumaini kwako. Kwa sasa anaingia kwenye hiyo seko, yani kwamba na tamani naenda kucheza nikiwa na hope, nashindwa, napata huzuni, lakini ile huzuni narudi tena kwenda kucheza, kwa anaingia kwenye duara ile seko. Lakini pia dalili kubwa ambayo inaweza kuonesha pia kwamba huyu mtu ameingia kwenye uraibu, kuna mwingine anaanza kupata hata mawazo ya kujiua kwa sababu ya kamari. Yani kwamba siwezi kuacha kamari, imeshakuwa fedha, lakini let me kill myself ili niweze kuepukana na hichi kitu. Hiyo ni dalili inaonyesha kabisa huyu mtu ameshaingia kwenye uraibu na hawezi kuacha mwenyewe. Sasa kwa mtu ambaye bado anajitetea kwamba si mraibu, ni mchezaji tu, lakini maisha yake yameshaanza kuharibika katika mazingira tofauti kama unavyosema, kwenye familia, labda kwenye mwanafunzi, mtu tu mjasiriamali anatumia mtaji wake, watu wanapoteza ada, watu wanapoteza vitu vya ndani. Hebu niambie, ungependa kumwambia nini mtu wa hivi ambaye anahisi tu bado uko kwenye ile level ya kwamba hapa sinacheza tu? Okay, sawa. Sasa tukiangalia kamari ni janga ambalo limebeba maprofesa, limebeba madaktari, limebeba wafanya biashara na watu wa hali ya chini. Kila mtu ana bet kulingana na uwezo wake. Sasa hii kitu inakuwa kuna beti kwa milioni, kuna beti kwa 500. Kwa 500, yes. Sasa hii kitu ni kama jamii au wale watu ambao wana bet wanataka kunormalize. Yaani iwe kawaida, iwe kama ni profession. Tunaona mitandaoni wanajiita nini? Kuna jina kamaria. Yaani wameprofessionalize isiwe kamari. Lakini kamari tunajua it's illegal toka zamani, si ndio? Kwa mtu anatoa lile kamari kuweka ili kunormalize. Sasa ukisha kinormalize kitu, mtu anakuwa anahisi kama hiki kitu cha kawaida. Lakini pia kitu kingine kinachofanya mtu aone kwamba tu
hii mimi sio mraibu, nacheza kawaida, kwa sababu pia kuna watu ambao wameshawahi kushinda pesa pale. Sasa alishashinda labda milioni 5, akanunua uwanja, amejenga nyumba, anakuwa anaona hii sio kitu kibaya, sio uraibu. Lakini anasahau alishinda milioni 5, lakini akikaunti zile pesa kama nilivyoongea awali, alishapoteza hata milioni 20. Sio, tunaelewana? Lakini pia kitu kingine, kwa nini mtu anakuwa anasema kwamba hiki ni kitu cha kawaida? Kwa sababu yeye wanasemaga kuna kitu kinaitwa defense mechanism. Hakuna binadamu ambaye anakuwa anataka aonekane mbaya. Lakini nataka nikwambie, kama ukitaka kujua kamari ni mbaya au sio mbaya, wengi huwa wanaficha zile tabia zao za kamari. Mwingine hataki kuonekana anacheza. Simenielewa? Mwingine atadanganya. Yaani kwamba labda mke wake anamuuliza ile pesa inaenda, unajua lakini amechezea kamari. Kwa nini asimwambie nimechezea kamari? Kama kweli kamari ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo mtu anakuwa anaona kamari ni kawaida kwa sababu anataka kumemarize. Lakini ipo hivi, kamari, nataka nielezeke kitu kidogo. Unapoenda kucheza inakuwa ni kawaida kwa watu, ukianza ukianza kamari unashinda. Yaani vile mwanzo vile unashinda. Sasa zile, na nataka kusema hivi vitu ni profession. Waliovitengeneza hata hizi betting wanajua kwamba huyu ndo anaanza. Betuna leo ndo anaanza. Kwa sasa wanaanza kuchezea ile system ya utamu kwenye brain yako. Kwa unashinda mara kwa